Niache unaniumiza. Tulia. Wewe mduanzi nini? Niache bwana. Wewe. Tulia. Nini? Nisikilize. Wewe unajifanya mzuri. Wewe unajikuta pisi mtaa wote. Sasa mimi leo nataka nikukomeshe, nikuonyeshe. Kama mimi mwenyewe mwamba. Unajifanya unalinga. Wewe mduanzi tulia. Niache bwana unaniumiza. Unaniumiza kibendu niache. Msitaki. Niache bwana. Yeah. Unajifanya mzuri. Wewe unajikuta pisi mtaa wote. Sasa mimi leo nataka nikukomeshe, nikuonyeshe. Kama mimi mwenyewe mwamba. Unajifanya unalinga. Sawa. Kiwango vipi tena? Shida nini? Pole, njoo basi kwanza kwa. Mke wangu, shida nini tena? Tumbo linaniuma. Sasa tumbo limekuanza muda gani? Ndio mimi nimeshangaa wakati natoka pale nimefika pale tu. Tumbo linaniuma hata hizo kunizinyia sijai kutafuta. Au umekula kitu kibaya? Amna nilichokula basi. Unalisha? Asa sikia. Hali yetu ya kifedha sio nzuri. Wacha mimi niende shamba nikakutafutie dawa. Sawa. Vipi ndugu yangu, mbona mapanga afu? Huko unaenda wapi? Ndugu yangu nina matatizo. Mke wangu anaumwa tumbo vibaya mno. Yaani mpaka nashindwa kuelewa. Kwa hiyo hilo tumbo la nini? Anaumwa labda vidonda vya tumbo au tumbo la aina gani? Kiukweli kaka, mimi mwenyewe nashindwa kuelewa kabisa. Yaani sijui amepatwa na nini. Aliniaga na kwenda kutafuta kuni. Baada ya kurudi tu analalamika tumbo linamuuma. Unajua tumbo linamuuma kaka? Pole sana kichangu. Ila nikwambie kitu kimoja kaka. Kama mtu mzima akiwa analia, basi ujue huyo mtu anaumwa kweli. So mchezo kaka, tumbo linauma vibaya. Mimi hiyo hali ishawahi kunitokea siku moja. Afu ilikuwa usiku. Kaka, nililia kama mtoto mdogo. Kwa hiyo ulitumia tiba gani baada ya kukutwa na hali hiyo?
Mimi kuna dawa ambayo niloitumia hadi kaniponesha hadi leo hii kaka. Oya, kuna kijiti fulani hivi kidogodogo afu kina miba humu pembeni. Kama utakipata kwa kijiti kaka, na hakika kabisa swala la tumbo limeisha. Yenyewe unaitwanga. Ukishamaliza kuitwanga unaitia maji afu unaikamua. Yanakuwa yale maji ya kijani. Itakuwa ya uchungu kidogo, mwambie shemeji avumilie. Lakini ni dawa nzuri na itamtibia kwa vizuri zaidi. Sawa ndugu yangu Kibendo, mimi nashukuru. Huko si unapatikana lakini? Huku kaka mimi nahisi itakuwepo. Lakini uitafute sana kwa sababu ni kijiti kidogodogo. Mimi naamini kaka ukikipata hicho mambo yote yatakuisha. Haina shida ndugu yangu, mimi ngoja nikauangalie. Poa kaka, pole sana ndugu. Kiukweli najutia sana kwa kitu nilichofanya. Kiukweli nimemkosea sana ndugu yangu. Kitendo cha kumbaka mkeo ni unyama mkubwa sana. Yote usababisha wewe. Kwa hiyo najutia. Anajiuliza kama siku Mangala akija kugundua kwamba mimi nimembaka mkeo, atanaonaje? Atanichukuliaje? Atanaona mtu aina gani? Mangala ni kama ndugu yangu, sio rafiki tu. Kiukweli naumia sana. Najiona mtu mkatili ambaye sifai kuishi na binadamu. Mimi sina moyo huo. Yaani katika maisha yangu sijawahi kufikiria kufanya kitu kama hicho. Lakini wewe ukanifosi hadi nafikia kiwango cha kufanya kitu cha maajabu kama hicho. Naumia sana. Kibendo, mimi sidhani kama kuna cha kujutia, kwa sababu ulichokifanya sio kigeni, sio kwamba hakijawahi kutokea au hamna mtu aliyefanya. Ni kitu cha kawaida sana. Kwani wewe umeua? Si umefanya alafu umemwacha? Sasa shida iko hapa. Madamu wana kawaida? Yeah, kawaida. Kubaka ni kawaida. Yaani mtu ambaye nilomfanyia kwa kitendo yangu. Kweli? Kwa siri ya mimi kiukweli naumia sana. Huyu sasa ndo Kidume ambaye mimi namjua. Taje namba. Mbango nao. Mimi sina uhakika kama hii inapokea au haipokei. Ya namba inapokea. Imeisha. Usijali. Mwanzo wa kazi hii ndio mwanzo mzuri wa kufahamiana vizuri mimi na wewe. Siku njema. Vipi mke wangu, unaendeleaje kwa sasa? Unajua mimi nimelisi hivi vitu kutoka kwa babu yangu mzee Mangala mwenyewe. Wewe mwanaume wewe, ushaanza kujipa vio. Nisikilize. Yaani nilivyokuangalia tu nikajua kabisa wewe umekanyaga kitambala mvinyo. Baba Mungu wewe. Hicho kidudu kikanyaga utaumwa tumbo balaa.
Na ndio maana nikakuuliza unaalisha. Ulivyoniambia tu ualishi nikajua huyu mbona tiba yake nishaipata huyo. Mimi nikwambie tu. Baada ya kunywa ile dawa utaendelea vizuri na hiyo hali itakata kabisa. Tuombe Mungu. Lakini wewe pia mke wangu, wewe ni mwoga wa kuumwa. Unajua ni mwoga wa kuumwa? Sasa kuumwa kuna ufundi. Wewe mbona unakuwa na gaya hapa ukiumwa? Mna mimi siwe kama wewe. Wewe umezidi. Wewe ongea tu, utaumwa hapa nitakuangalia tu. Sawa. Vipi? Utapika au niende nikakupikie? Maana umeshapata nafuu natakiwa ule. Nitapika mwenyewe. Kweli? Basi sawa. Ndani pale kuna matunda nilikuletea. Kwa unaweza kuyaandaa ukala. Kwanza tule matunda. Wewe tu, lakini mimi naona kama ungeanza matunda, chakula kingefuata. Sawa, na shida. Shoga yangu, mguu unaona umekuja kwako. Umenisusa sasa, sijui mumeo amekufungia ndani, amekukataza kutoka. Kwanza niwe radhi shoga yangu. Kwa sababu unajua kabisa sio kawaida yangu. Mwenyewe unanielewa. Yaani ninapokuambia hapa nilipo nina majanga. Hata nashindwa sijui nianzie wapi. Majanga? Majanga gani? Ni mjamzito. Wow. Sasa ni majanga kweli shoga yangu. Yaani ninapokuambia majanga na maanisha nina majanga. Yaani nahisi kabisa hii mimba huenda si ya mume wangu. Sasa shoga yangu, au kuna kitu unanificha? Mimba sio ya mumeo, umechepuka au imekuaje? Unajua sijai kuficha kitu lakini ukifika muda nitakwambia. Bado mapema sana. Unanificha? Niambie shoga yangu. Sasa unaogopa kumwambia mumeo? Mnaishi wote pamoja. Afu siku zote kitanda kizai haramu. Ungemwambia mapema. Mimba haifichiki shoga yangu. Sitamani hata ajue. Kwa sababu nina ratiba ya kuitoa kabisa. Usifanye hivyo. Sikushauri, usifanye hivyo. Usifanye hivyo shoga yangu. Sasa nitafanya nini ikiwa mimba si ya kwake? Nikushauri jambo moja. Ukimwambia sasa hivi mapema, hawezi kushtuka. Si mnaishi wote ndani? Kwani mshaye kugombana? Hamna. Usiogope, mwambie. Mwambie shoga yangu. Kilichokuleta? Sinakuuliza wewe kilichokuleta? Nishinda kwa ugomvi. Mimi kuja hapa. Nimeamua kosa langu liko wapi. Mimi kama binadamu nakosea. Pia nahitaji kusamehewa. Kwa hiyo na mimi nimekuja hapa, naomba unisamehe sana. Hivi Kibendu, kunizalilisha kote polinizalilisha kule hujalizika. Umemoja unizalilisha na nyumbani kwangu, si ndio? Hapana naye. Sina lengo hilo. Kwa nia ya dhati nimedhani nimefikiria kitu ninachokufanyia sio kitu kizuri.
kitu ambacho ninachokifanya kwa kweli sio kitu kizuri. Kwa hiyo mimi nimesamehe Nashi. Yaani mimi siwezi kukusamehe, nikwambie ukweli. Na katika siku nilokuchukia, leo nimekuchukia sana. Nimekaa miaka 5 kwenye ndoa yangu. Sijai kumchiti mume wangu hata siku moja. Lakini leo hii umenivunjia heshima yangu. Nakuchukia sana Kibendo. Naomba unisamehe sana. Kuwa na moyo wa kibinadamu. Mimi nimekuja hapa kwa ajili ya kuomba msamaha, nimegundua makosa yangu hapo wapi. Alafu Nashi, hivi ndio kimfano ndugu yangu akija kujua hili swala. Mimi nitaiweka wapi sura yangu? Ndugu yangu mimi atanichukuliaje? Asa Kibendo, kama ulijua yote hayo, kwa nini ulifanya hivyo? Yote niliyofanya ni matatizo tu. Shida. Na ndio maana nimechukulia nifanya vitu kama hivyo. Lakini sio moyo wangu. So malengo yangu. Kwa hiyo Nashi, naomba unisamehe sana. Angalia, hadi nafika hapa kuja kuomba msamaha. Unajua tayari nimegundua kitu gani mimi kilichonisibu. Nimegundua makosa yangu yako wapi. Usinifanye hivyo Nashi. Please forgive me. Kibendo, kuna shida? Hamna kitu kaka. Naomba niwaache kidogo. Sawa, hamna shida.